Now, the person who leads them is here. CECILY MBARIRE. Please come. Chairman, Chairperson, UDA. Asante. Our host bishop and the entire House of Clergy, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our host governor, my colleague Mutula Jr., viongozi wote wale wako hapa kutoka serikali kuu na serikali ya county, na wananchi watukufu wa wote diocese, hamjambo. Mwea ya taiwe. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Asante sana. Your Excellency, tumefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Hii ni siku yangu ya pili kuja hapa wote. Tulikuwa hapa September last year katika ordination ya Bishop Kariuki, na ukanituma hiyo siku na salamu, na nikapatia hawa wananchi watukufu wa wote. Nikawaambia ulikuwa unataka kuja lakini hukuweza, na wakanituma nikwambie uje siku ingine, na leo umefika. Teo sio? Asante sana. Your Excellency, mimi ni rafiki ya watu wa Ukambani sana, kwa sababu kule Embu 2 wards, ward inaitwa Mwea na Makema, imejaa Wakamba, na huko hata MCA wanachagua anakuanga ni Mkamba. So to me, Kambas are part and parcel of Embu County, na nawapenda sana, na pia wao wananipenda sana, wananipatianga kura vibaya. Kwa hivyo nawapenda sana. Your Excellency, pia hawa ni jirani katika Eastern Province, tumekuwa kitu kimoja, and I'm here feeling at home because pia tumewaletea bishop ambaye alikuwa na sisi kule Embu, Bishop Kariuki, ambaye sasa nasikia mnamuita Bishop Kasioka. Nikasema asi Kasioka. Sasa tumefurahi sana kwamba Makueni County and Embu County tumekuwa marafiki kwa sababu ya Bishop Kariuki. Na ndio maana tumekuja hapa, mimi na senator wetu na wananchi kutoka Embu County, tumekuja kuambia bado tunawapenda na tutaendelea kuwashikilia. Your Excellency, mimi nimefurahi kwamba umekubali kuja hapa kushikilia rafiki yako Bishop Kariuki, kwa sababu tarehe 9 tulikuwa na yeye, alikuwa amekuja katika ile National Lenten Campaign Lodge ya Catholic Church, na tukikula late lunch akatuambia tukiwa na Bishop Moheria akona haraka, lazima amalize haraka kwa sababu he has to drive all the way masaa 4 kutoka Embu mpaka hapa wote. Na ile shida alikuwa nayo ni kwamba anaishi kwa monastery, na mahali anaishi kwa monastery ni kwa masista, na huko kuna ile saa lazima uwe umefika, na ni saa 1. Sasa alikuwa anatuambia ikifika saa 1 kama hajafika atakuwa na shida kubwa sana, anaweza lala nje. Kwa hivyo leo tumekuja kuhakikisha kwamba utapata mahali mzuri ya kulala, utakuwa na mahali ya ofisi, na utakuwa na mahali ya kufanyia watu wa wote diocese kazi mzuri. Na nataka kukushukuru kwamba ile bio na kazi ulitufanyia kule Embu umeleta the same energy katika Makueni wote. Na mimi niliwaambia wakati tulikuwa hapa last year kwamba mkiwa na Bishop Kariuki mtaanza kuona mambo ikibadilika hapa wote. Kwa hivyo mjue mko na Kasioka, anajua kuchapa Kasioka mchapa kazi. Pia Your Excellency, I want to thank you because nimesikia mheshimiwa mmoja hapa akisema haukuchaguliwa sana huku, lakini even after that you have become a president of the entire country, na umekuja hapa kuonyesha hawa watu wa Makueni
that you are their president and you are ready to work for them. Na ndio maana unasikia Thoaken Dam iko karibu kuisha. Housing ndio hiyo nasikia ukiambiwa uhakikishe imeisha. Najua pia markets zile unatengeneza in other counties, hata huku Makueni kuna markets ambazo umesema lazima ziishe, ambazo zilikuwa zinaitwa economic stimulus package markets, ambazo zilikuwa katika kila constituency one market. Na mingi ya hizo projects hazikuisha kwa miaka 15. Wewe umeona usaidie mama mboga umalize hizo markets, ndio mama mboga aone mahali ya kufanyia biashara. Hiyo ni mzuri ama si mzuri? So Your Excellency, I just want to request the leadership of Makueni, the MPs, Governor and all your MCAs, support the national projects that His Excellency is going to bring to Makueni, because he's bringing those projects for the benefit of the people of Makueni. And I want to appreciate you, my brother Mutula Kilonzo, because I have seen you support projects that not only come from yourself, but also from the national government. Finally, Your Excellency, niko na rafiki yangu hapa Makueni wa 30. Na ni rafiki napenda, who mentored me when I was in the civil society, na kanifundisha what governance means, what people-centered leadership means. Na naitwa Professor Kibana. Na Professor, Your Excellency, is a very brilliant man, highly intelligent, hard worker, very humble. So kwa sababu ya kuwa very humble, it's very easy to forget Kibana, because hautaona kikusukuma juu ya kitu chochote. Yeye anakaa tu, ukimuona ni sawa, usipomuona ni sawa. Huyo ndi Professor Kibana, rafiki yangu. Mimi nataka kuomba Your Excellency. Nimesikia Mheshimiwa Ishongwa akisema serikali bado utaweza kuingiza watu wengine kwa serikali. Nataka kuomba, ukiangalia watu wale watakufanyia kazi mzuri kwa serikali yako kutoka huku Ukambani na kutoka hapa Makueni, usisahau Professor Kibana. He's a very good man and I know his heart. He means well for his people. Asanteni sana watu wa Makueni, Ngai amurathime na mugaoka na kasioka kola embu na mwe mutokethie. Thank you very much. God bless you. Tunawapenda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Chair and my colleague.